Ikiwa kijana ameathirika au ikiwa mtu ameathirika na matumizi ya dawa za kulevya, je, kuna usaidizi wowote ambao anaweza kupata? Jawabu tunasema kwamba ni ndio. Zipo njia tofauti ambazo anaweza kusaidiwa mtumiaji wa dawa za kulevya. Mara nyingi jamii inaona kwamba mara tu baada ya kijana kutumia dawa za kulevya amesababisha madhara makubwa katika jamii, yakiwemo wizi, utapeli, uharibifu katika jamii, kupotea katika masomo na mambo mengine. Lakini bado kijana huyu, kwa vile tumesema kwamba ni mgonjwa, na kama ni ugonjwa ameathirika na ugonjwa wa uraibu, lakini bado anatakiwa kupewa fursa kwa ajili ya usaidizi, na njia za usaidizi zipo kwa hapa Zanzibar. Njia moja ya usaidizi ambayo tunazo katika vile vituo vyetu vya sober house, yani nyumba za upataji nafuu ambazo zipo katika vituo vyetu vya Unguja na Pemba kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana wa aina hii kuweza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, lakini vile vile kubadilisha tabia na kurudi katika hali ya utimamu ulio kamili. Lakini vile vile kuna njia ile ya usaidizi kwa dawa mbadala, yani methadone, ambayo hii kwa hapa Zanzibar inapatikana katika kituo chetu kilichopo pale Kidongo Chekundu Hospital, kwa wale vijana ambao tayari wametumia dawa za kulevya aina ya heroin, hususan kwa njia ya kujidunga na kwa muda mrefu, na ikawa ni vigumu kuweza kuachana na kubadilisha tabia. Manake pale wanaweza kwenda kufanyiwa vipimo pamoja na kuunganishwa katika ile huduma ya methadone ambayo ni dawa mbadala, na anaweza akaishi katika muda mwingi, muda mrefu bila kurudia katika matumizi ya dawa za kulevya, na akaweza kuishi na kuendelea na shughuli zake za kijamii. Lakini njia nyingine ni kwamba katika Zanzibar kuna kituo hichi kipo katika wilaya ya Kati pale Kidimni, ambacho hichi ni kituo ambacho kinatoa usaidizi kwa waraibu ambao tayari wamepata tatizo la uraibu na wanahitaji njia za mabadiliko. Hichi kituo tunakiita kama rehabilitation center, na kipo pale kinapokea waraibu wa aina zote, yani wa uraibu wa aina zote, ikiwemo pombe, bangi, heroin, cocaine na nyinginezo, lakini wanapokelewa pale kwa ajili ya kuweza kupatiwa huduma ya utimamu. Programu ambayo inatumika pale ni programu ya usitiri wa mihadarati, yani Narcotic Anonymous Program, ambayo programu hii inawasaidia vijana kuweza kujenga utimamu, kuweza kujifahamu tatizo lao, lakini vile vile na kusaidiana baina ya mraibu mmoja aliyepata nafuu kumsaidia mraibu mwenzake ili aweze kufikia utimamu na kuendesha maisha yake ya kila siku. Kikawaida katika programu hii mara nyingi tunakuwa tunasaidiana na familia, yani familia iwepo tayari kwa ajili ya kuweza kumleta kijana wao katika mazingira yale. Tunasaidiana katika kuhakikisha kwamba kijana huyu, mihimili mitatu ambayo inakuwepo ni baina ya mraibu mwenyewe, familia, lakini na kituo kwa ajili ya kuweza kumsaidia. Na wapo wengi ambao wameshapitia pale, zaidi ya vijana 600 wameshapitia pale na wanaendelea vizuri, na wako katika hao ambao kweli wamerudia, kwa sababu tunasema kama ni maradhi sugu. Wapo waliorudia, lakini wapo ambao wanaendelea vizuri na wanaendesha maisha yao katika mazingira ambayo huwezi kuamini kwamba wamebadilika katika namna kama hii. Kwa hivyo tunaiomba jamii kwamba mraibu anapopata tatizo hili, tusiseme kwamba ndio mwisho wa maisha yake, wala tusiseme kwamba tumekata tamaa, wala tusiwanyanyapae, bali mraibu ni mgonjwa na anahitaji kusaidiwa. Anahitaji kusaidiwa katika utaratibu ambao utaweza kumfanya kwanza kuweza kutambua tatizo lake, lakini vile vile kuweza kuchukua hatua kwa ajili ya kujibadilisha yeye mwenyewe, lakini na kupata usaidizi ambao utaweza kumsaidia ili abadilike kutoka hali aliyokuwa na arudi katika hali ya utimamu ambapo ataweza kusaidilika katika jamii. Kwa hivyo wito wangu kwa jamii ni kwamba tunatakiwa tuwaangalie vijana wetu kwamba wamekosea, na kama wamekosea, maanake hatutakiwi kuwaacha wakaendelea kukosea. Tuwapokee, tuwasikilize, lakini vile vile tuwaunganishe na huduma stahiki ambazo zinapatikana katika vituo vyetu, ili tuweze kuwasaidia na kuweza kuwaweka katika jamii zetu, ili waweze kujisaidia na kufanya mambo ambayo yataweza kuisaidia jamii yetu. Asante sana.